Missionary ni mtu aliyeitwa kikamilifu na Mungu, atoke kwenye desturi na mila ya kwake, akapeleke habari njema ya ufalme wa Mungu kwa watu wasiokuwa wa mila na desturi ya kwake. Mtu huyu anabakia mwenyewe. Mungu anamtuma aende mila mpya, aende desturi mpya, akawe missionari. Wamissionari wa leo wachache sana wanafanana na wamissionari wa kanisa la kwanza. Wamissionari wa leo wengi wametanguliza miradi. Miradi ndio wanayosimamisha katika jamii na inaanza kuitwa mission. Lakini missionari ni nani? Niliwaambia missionari ni aliyetumwa, ndiyo maana yake. The person who has been called for a specific mission or goal. Anaitwa na Mungu aende apeleke habari njema ambayo inapaswa iwafikie watu wote. Kanisa la KRT kama missionary wa Assemblies of God hangekuja Tanzania, na wala wa missionary wa Assemblies of God wasingekuwa na wito wa kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine. Tuseme wangesalia huko Marekani. Miaka 120 iliyopita ndipo Assemblies of God ilianzishwa kule Marekani. Wamissionari wa kwanza waliotumwa kupeleka umissionari wengi wakaenda Afrika Magharibi, Liberia. Wamissionari wakanunua ndege za kwanza zilizokuwa zimemaliza vita vya pili vya dunia, wakaletwa Liberia. Una habari? Wamissionari wale wa kwanza kufika Afrika ndani ya miezi mitatu walikuwa wamekufa wote, amebaki mmoja. Watu walikuwa hawajazoea magonjwa ya Kiafrika, wakaugua dysentery, wakafa wengi wasionekane ni wanadamu, wakabakia wachache. Wale waliokuwa na imani ya pekee ya kiajabu wakaanza kuonekana kama si wanadamu. Mzungu mmoja alipimwa, wakati huo ndio kifaduro kimekamata dunia, watu wanakufa kwa maelfu, kifaduro kinafagia, lakini wazungu wachache waliokuwa wamebaki hawafi. Watu wakaenda kuwapima laboratory, wakapima wakakuta wale wadudu kwenye mikono yao wakifika wanakufa. Wadudu wa kifaduro kwenye mikono yao wakifika, badala ya kuendelea kuwadhuru na kuwaua, wale wazungu wakawa hawaugui, wakapelekwa laboratory. What's happening to these people? Walipopimwa, kumbe virusi ni vingi, lakini haviwezi vikapenya ndani ya miili yao, vimezuiwa kwenye mikono yao, vinakufa. Mungu wa miujiza akatawala, akashinda. Piga makofi kwa Yesu. TAG kama tukibaki wacha Mungu, hatuwezi kushikika, hatuwezi kuzuilika. Tunaweza kupeleka injili popote tutakapokwenda na hatutashindwa. Makofi mengine kwa Yesu. Kama hujaitwa kuwa missionari, huwezi ukaimili vishindo. Mtu anayevuka desturi na mila za nyumbani kwao, mtu anayeenda akae na watu ambao sio wenyeji wa kwao, ni mtu ambaye ameuza maisha yake. Yesu akiyanunua maisha ya mtu huyu hata anapopigwa. Tutaona huku Paulo aliwahi kupigwa kwa mawe akawa amekufa, akatupwa jalalani, wakahesabu this guy is done with us, we have finished him. Mungu hajakuita kinyonge, na kama Mungu amekuita uwe missionary, na sio tu ufanye umisheni. Fanya umisheni ni general, watu wote wanaweza. KRT kila mmoja wetu anaweza, lakini wale ambao wameitwa wito maalum wa kuwa missionary watapaswa kulipa. Utalipa gharama. Paulo hakuwa na pesa aliyokuwa anasaidiwa na watu. Katika kanuni ya mwanzoni mwa umissionary, usingoje misaada. Hata kama tunakuwa mwanzoni mwetu tutasali ndani ya maturubali, hata kama mwanzoni tutakuwa tunasali kwenye vitu ambavyo havifanani na majengo. Tazama, nyumba ya KRT leo ni ushuhuda unaozungumza Mungu hujibu maombi, na anajibu kwa nguvu kubwa. Angalia, nyumba hii ni ushuhuda unaotangaza neema ya Mungu wako, neema yake inayojulikana.
Bwana Yesu anasema, na tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. I am with you unto the very end of time. Watu wanapita, mimi ninapita, na wewe pia utapita, lakini Mungu abaki wa kutumainiwa. KRT, umisheni wa kimungu tukitaka kufanya, hatutafilisika, wote tutapata faida.